Kama viongozi wa Mount Kenya region, ningetaka kuomba tuwe watu united. Tusipokaa watu united, hii tumeoneshwa njia na wengine, na mimi nataka kumshukuru Right Honorable Raila Amolo Odinga na president wetu ambaye wameleta hii nchi yetu pamoja. Tungetaka kuona viongozi wote wakati huu tuache siasa ambazo zinaweza katutanganisha na tuwe na siasa ambazo zinaweza kapeleka hii nchi yetu mbele. Na mimi najua hiyo ndio inaweza kafanya nchi yetu ya Kenya tuwe na baraka hata za Mwenyezi Mungu. Nikisema nataka kusema our father, may he rest in peace, na sisi zote tuwe pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much Mheshimiwa Kimari. Na sasa nitabadilisha program kidogo. I will request as the member for Gataga comes hapa, Mheshimiwa Aaron Cheriot kindly come, Mheshimiwa Senator Msurure kindly come, na Mheshimiwa Omogeni Senator tafadhali kuja hapa, ndio tujaribu kusukuma masaa. Na wauliza tu kwa heshima tukuje hapa, ndio naona it's already 3 p.m. na hatutaki kupumzisha mzee usiku. Mheshimiwa karibu. Asante sana. Mapadri wetu wakiongozwa na Father Moses, family ya seneta wetu wa Murang'a Irungo Kang'ata, Right Honorable Raila Odinga, Governor wa Murang'a Mwangi wa Iria, CS wetu James Masharia, viongozi wa Senate wakiongozwa na speaker wao, MPs wale tuko nao hapa, MCAs, wananchi wote wale wako hapa. Hamjambo? Yangu yatakuwa ni machache na nikuleta rambirambi zangu kwa niaba yangu binafsi na watu wote wa Gatanga. Na Kang'ata, unajua watu wa Gatanga wanakupenda na wanakuheshimu, na bado wanasema uendelee kuwatembelea, na wamesema nikuje hapa niwawakilishe. Ya pili, kwa vile muda umeendelea kuisha, ni kushukuru Prime Minister. Ile kazi mzuri mnatufanyia na rais ya kuleta wa Kenya pamoja, sisi tuko nyuma yenu na tunaomba muendelee, mtulete pamoja, ndio Kenya yetu endelee. Kwa haya machache nimesema asanti, na wananchi muwe na siku njema. Asanteni sana. Mheshimiwa Surure karibu sana. Kaiga kanako kagetheka gwate. Madhabau, former Prime Minister, Governor, CS, Speaker, Senate, na waumini wote na kanisa la Mzee Irungu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi hapa kama Senator Dr. Gertrude Msuruve ninasimama hapa kupeana rambirambi zangu, jamii yangu na walemavu wote nchini Kenya. Tunasema kwamba Senator, pole sana kwa jangwa umepata, lakini tunashukuru ya kwamba Mzee Irungu alikuwa amekufunza kujua Mwenyezi Mungu, na tunakuomba ya kwamba ukanyange kwa miguu yake, usaidiane kanisani vile yeye alisimama na Mwenyezi Mungu na akampatia maisha marefu. Na ningependa kusema ya kwamba watu wa Murang'a, mimi ninaheshimu Seneta Kang'ata sana, kwa sababu wakati niliingia seneti nilijifunza kitu moja kwake, ya kwamba lazima usimame na watu wako. Yeye katika seneti huwa anasimama na watu wa Murang'a. Ukisikia petition ni ya Murang'a, amesimama kuwakilisha. Labda kama watu wamefukuzwa kazi, seneta huwa anasimama na nyinyi. Kwa hivyo alinifunza lazima pia mimi nisimame na wale watu nimeakilishwa, na ndio kwa maana mimi nasimama na walemavu kila mara, sababu ya funzo nilipata kutoka kwake. Mbarikiwe sana, na mzee uende salama, Mungu akuweke mahali pema peponi. Asanteni sana. Thank you very much Senator. Na sasa nitaita Aaron Cheriot kutoka Kericho County. Kijana mwenzangu karibu sana. Asante Mheshimiwa Ndindi, the Irungu family, former Prime Minister, Speaker of the Senate, the clergy, fellow leaders and monarchs. Naomba niwasalimu wote
Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta pole zangu to the Irungu family. Sana sana tukiwa tumeletwa hapa by our colleague Senator Irungu Kang'ata. We've come as your friends to condole with you and your family on the loss of your loving father. I want to say that may God give you strength during this extremely difficult time. We were here last year when you had this unfortunate incident like this as well, when your mom had departed. And we've come to stand with you as friends because you're also a man who stands with your fellow friends. So sisi tumekuja kusema pole on behalf of the rest of our colleagues who couldn't join us from Senate. Pokea pole zetu from also the people of Kericho that I represent in the Senate. So, Bwana Ndindi, you've been specific to us that we try and be extremely brief, but allow me to say just one thing, that the discussion around the country is on this issue of the BBI, and I think I'd wish to share my thoughts as well. Former Prime Minister, in 2018, when you shook hands with President Uhuru Kenyatta, the country breathed a sigh of relief, and we took it in stride and appreciated and said that it was an extended hand of goodwill, where we will forget all the bad things that we had done to each other and begin a honest discussion about how to make Kenya a better country. The challenge we have, though, is that benefit of doubt that we extended and said that this is an opportunity, there are people who are abusing that privilege. Some of us, we may not have been so prominent in some of these BBI rallies. And the reason I will say, for example, for me, why I find it hard to join some of these meetings is because there are people who are using those avenues to insult other people. For example, I take great exception. I am a member of the Jubilee Party. My party leader is Uhuru Kenyatta. When somebody stands on a podium and says that Uhuru stole the election and that is why the country is in chaos, I cannot be party to such discussion. The truth of the matter is that if you ask these people in Murang'a, they voted and they believe President Uhuru Kenyatta won the election. Therefore, if we are to have a honest conversation, let us begin by respecting that we may have divergent views about certain issues and keep them at that. If you go, for example, to a place like Nairobi, where is a cosmopolitan society, and us in the Jubilee Party, our slogan is Tuko Pamoja. We believe ukiwa Muhindi, uwe lugha gani, you are welcome to lead. But you tell people that so and so is not welcome here, that is a recipe for chaos. Therefore, what is my humble request? My humble request is that we steer the conversation back to the intended purpose. The intended purpose was to unite Kenya and to ensure that we have a prosperous country. Therefore, that is my humble request to us as the leaders, that as we speak, let us speak a language that brings people together and not a language that divides others. May God bless you and keep you. Thank you so much. Thank you very much, Aaron. Now I invite the Senior Counsel, Omogeni, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Ndugu zangu, watoto wa mzee Joseph Irungu, ndugu yangu James, ndugu yangu Hayub, ndugu yangu Senator Irungu, ndugu yangu Gregory, dada zangu Veronica na Ann, Prime Minister, kiongozi wangu Raila Odinga, Governor wa Murang'a wa Iria, CS Masharia, na speaker wangu Senator Lusaka na viongozi wengine, hamjambo. Mimi kwa niaba ya wakazi wa jimbo la Nyamira nimekuja hapa kama rafiki mkuu wa Seneta wenyu Irungu Kang'ata, na tumekuja hapa kwa sababu tunataka kutoa pole zetu kwa familia. Hii sio mara yangu ya kwanza kufika huku. Mwaka uliopita tulikuwa hapa tukumzika mama wa Senator Margaret Wangeshi. Kwa hivyo nimefika hapa kwa sababu mimi ni rafiki mkubwa sana wa Seneta Kang'ata. Kwa hivyo kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia na kuambia Senator pole sana, na naomba Mungu awape rehemu na familia vile mnapitia
huu wakati mgumu. Na nimeangalia historia ya mzee na nimeona kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda kazi ya Mungu. Alifanya ndoa yake mwaka 71 na amekaa na mama paka vile mama aliondoka na yeye vile ameondoka. Na alituonyesha kwamba ukiwa na bidii, alianza kazi ya mechanic lakini amefundisha watoto mpaka sasa tuko na kiongozi ambaye ni Seneta Kang'ata. Na kule bunge huyu seneta sisi tunamheshimu, hasa mimi, kwa sababu ni mtu ambaye ukiangalia maisha yake ni mtu ambaye anafanya mambo yake akiwa straight, hana ukora mingi huku na huku. Kwa hivyo nataka kuambia watu wa Murang'a kwamba mko na bahati ya kumchagua huyu seneta, na naomba mumtunze vizuri muweze kujua yale yako mbele. Mwisho, sisi tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kutoka kule Nyamira na Kisii ametupatia kijana wetu ambaye ni Matiang'i, ni kiongozi katika serikali yake na wanafanya kazi vizuri naye. Na hii maneno ya BBI, kama kuna watu wameona faida kubwa ni sisi. Mimi nilichaguliwa na chama ya ODM. Jana tulikuwa kule Nyamira na speaker ambaye alichaguliwa na chama ya Jubilee, Mheshimiwa Muturi, tulikuwa naye kule Nyamira. Ni kwa sababu ya maneno ya handshake. Na mimi nataka nieleze wenzangu, Waswahili husema kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Na pilipili sio hila inakuwashia nini? Ule ambaye alipigana katika kiti ya urais president ilikuwa ni Right Honorable Raila Amolo Odinga. Sasa ikiwa yeye ameamua kusalimiana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wanasema tuungane tupeleke nchi mbele, ya nini maneno ya urais iliyopita mwaka ule ikusumbue? Mimi nataka niombe kwamba kama tunakuja kanisa tuwe watu wa kusema ukweli. Kama tunakubali kwamba maneno ya BBI itapeleka Kenya mbele, tusihubiri BBI mchana lakini usiku tupeleke siasa kugawanya nchi. Hiyo itatusaidia. Nataka tuungane pamoja tuende mbele. Na wananchi watukufu, uongozi ni Mwenyezi Mungu anapeana. Ni Mwenyezi Mungu anapeana. Na tuweke Mungu mbele. Tusiseme kwamba wewe unataka uwe kiongozi kwa hudi na uvumba. Tuweke Mungu mbele, ule kiongozi tutapewa 2022 tuende naye mbele. Kwa hiyo machache nawaambia watu wa Murang'a mbaki salama, na Seneta Irungu pole sana. Asante. Thank you, Senator. Kang'ata ako na marafiki wengi sana, na kuna viongozi wengine wa serikali ambao pia wako hapa. Ningetaka niwatabue, na nitaanza na jamaa tulishindana naye kiti na akakubali agoje wakati wake ukifika. Karaja Boroeko okira wavevu ando tumuhurira irohe. Asante sana, huyo ni ndugu yangu. Ya pili tuko na Mheshimiwa Waboi Nyoto ambaye ni NCIC commissioner. Huyo mrembo akona cheo kubwa, akona gari kubwa, ile kitu hana ni bwana. Na pia tuko na Mheshimiwa Kehongi wa kule Kangema ambaye anatupea maji in Earthy Water as a director, tumpigie makofi. Na kwa niaba ya hawa watu wote, Kang'ata akona bill pale Senate ya kusaidia county government maneno ya kupeleka an equivalent of CDF in the wards. Na amekuwa na marafiki wengi in many counties. Na kwa niaba yao tuko na Speaker wa Nyeri, atatusalimia awasimamilie wote. Karibu Bwana Kagushia. Asante sana. Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga, our governor, our CS, we have our Speaker of the Senate. Speaker wa Senate, sisi kama maspikers wengine tunamuita yeye ndiye Speaker wa devolution. Na Speaker, tuwakukaribisha hapa sana. Hapa Murang'a ni kwako, ushafanya kazi hapa. Na wasalimia wote, tumukumia Yesu. Leo asubuhi wakati nilipoamka, kuna ile nguo bibi yangu alinipatia nivae. Na ilikuwa ni koti na tai kama vile Mheshimiwa Kang'ata amekaa hapa. Lakini nilivaa, lakini wakati alipotoka
nilijiuliza swali moja. Kama mzee wetu baba wetu Irongo niye angekuwa akihudhuria mkutano wa leo, angekuwa amevaa namna gani? Na mimi nikagoja bibi yangu akatoka, nikarudi kwa nyumba, nikatoa tai, nikatoa suti, nikasema nitakuja nikiwa kama vile baba yetu angekuja, kama ni yeye angekuwa anahudhuria mkutano wa leo. Na kwa hivyo wakiniona leo atashangaa iliendaje. Siku ya leo nimeona vile tumekaa hapa, nikajua baba yetu kweli aliweza kutuliza watu katika Murang'a wakati alipokuwa pale jua kali, na nikajua ya kwamba alikuwa na uongozi very special ambao pia hata siku ya leo tunauona. Ukiangalia pale siku ya leo nimeona the firebrand of all ages James Orengo alikuwa amekaa katikati ya the upcoming firebrand Didi Nyoro, the upcoming firebrand senator, our senator majority leader, na amekaa pale katikati na wote wametulia na hakuna moto inatoka pale. Nikasema kwa kweli baba yetu katika mazishi yake ametuliza moto wote. Na sasa hii BBI pia tunaomba ya kwamba iweze kututuliza, isiweze kuinua siasa katika nchi yetu, siasa ambayo hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kudhibiti. Kwa hivyo wenzangu, Mheshimiwa Didi, kwa kweli BBI itulize siasa katika nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. God bless you. Thank you. Sasa nitaita kiongozi ambaye amekataa kukaa hapa, wengine wako. Nimeambiwa wako hapo nyuma kiasi. Mheshimiwa Moses Kuria, karibu sana. No mothe gutire kwaria uru kanitha. Mheshimiwa Kuria, karibu sana. Mheshimiwa Seneta rafiki yangu Mheshimiwa Kang'ata, former Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa maseneta, governor na Wakristo wa Murang'a, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Geide yugo. Heko lutagida gyono tulekere mushi. Kwanza yangu ni kuleta rabirabi zangu kwa Mheshimiwa Kang'ata ambaye ni rafiki yangu. Na Mheshimiwa Kang'ata, tulikuwa nawe hapa wakati mama alituacha. Unajua haijakuwa muda rahisi kwako kutoka wakati huo mpaka sasa. Mimi wakati baba alituacha tulikuja kwako na Mheshimiwa Ndindi siku hiyo hiyo. Na kuna kitu nilikuwa nafikiria tangu hii mambo ya ugonjwa wa mama na ugonjwa wa baba. Mimi na Mheshimiwa Kang'ata sisi tunapenda rege. Na hatujamuona kwa rege kwa muda mrefu. Kwanza mama akasimamisha rege, halafu baba akasimamisha rege. Na najua kwa hivyo haijakuwa wakati rahisi kwako. Lakini ujipee nguvu ndugu yangu, na kuna sababu uko hapo. Kuna sababu uko hapo kwamba mtoto wa mtu ambaye alikuwa mtu wa fabrication amefika akakuwa senator, na sio tu senator, akakuwa deputy whip katika senate. Ni wengi sana wakitaka kuwa huko. Na vile baba alikuwa na fabricate chuma, please fabricate this country so that you can be stronger and better. Sitaki kusema sana, lakini nataka kuongea tu kidogo juu ya hii maneno ya BBI. Niseme hata nyinyi najua nikiona watu wa Murang'a ni watu mmechanuka. And you can clearly see what has been happening. Na wakati mwingine ningeomba, I wish wengine wetu tungenyamaza ndio mjionee kwa macho, lakini hata kama tunasema najua mnajionea. Ya kwamba a process that is supposed to be about uniting this country is taking a very clearly partisan approach. Is being built as a campaign team for some people. Is being used to say huyu alishinda, huyu hakushinda. Is being used to say nyinyi watu wa hapa ambao si watu wafupi mwende huko kwenu, watu warefu mwende huko kwenu. Watu wa kabila hii mwende huko, kabila hili mwende huko. For me, and I've been very supportive of the BBI process, that is not the process that I've been supporting. Si kuunga mkono BBI, Ledama Olekina ambie Wakikuyu wangu huko Narok, murudi kwenu Murang'a.
si kuunga mkono BBI. Rasanga aseme sijui kura ziliibiwa, na aseme ati ukisema BBI sijui unasema nini. That is not the process I supported. And so therefore, because we are politicians, and politicians can say anything and do anything, nikitaka kuomba former Prime Minister, yourself and the President, just to tame us, to put us in check, that you don't spoil an otherwise good process. Kama kungewezekana tukuwe na summit ya hii BBI, na ningependekeza rais akuwe katika hiyo summit, akiwa chewa hiyo summit, na makamu wake akiwa makamu wa rais, bwana Prime Minister akuwe hapo, bwana Kalonzo akuwe hapo, Musalia akuwe hapo, so that at least we use that to bring the people together. Because kama hatufanyi hivyo, this process is not heading anywhere. And a process that's supposed to be for uniting this country will go wayward. Na sisemi ya kwamba nyinyi ndio mtatuambia vile tutafanya. Nasema tunahitaji hygiene in this process. And we need some speed governance in this process. And we need some good order in this process. So just consider. Ndio hii BBI isisemekane ni ya kukaranga huyu ama ya kusaidia huyu. Let us have a summit ya hiyo BBI ndio tukue pamoja. Mwisho, Mheshimiwa Ndindi, kuna mambo ambayo sisi katika hii eneo hatutakubali. Mmesikia kutoka Kakamega, Kisii, Mombasa, Kitui ambapo mimi nilikalia mchanga. Narok, Garissa. There is a very well choreographed process of saying that people of this country should not vote for their president. Na mimi nimeuliza watu, mumechoka kuchagua rais, ndio sasa tuwachagulie sisi tukue huko bunge. Na mimi wananchi wameniambia hawajachoka na wako na akili timamu ya kuendelea kuchagua rais. So no matter what system, and we are not saying don't expand the executive, lakini hawa wananchi sio wapungufu wa akili, wanaweza kujichagulia rais. So hii maneno ya kutaka ati sijui parliamentary system tuende huko bunge, toheo girikomi, tohakero kioro, tudure rais wa nugamai, totiga warosho. Kaito amradi manamo ikawa. Thank you very much. Tugatheka hanini tugatigai niguo tugithie na mbere. Na sasa kwenye naona tumefika, mimi nitaongea yangu kidogo sana, alafu mwenye nitaita anaita huyo mwingine, ndio tumalize haraka, kwa sababu tunaenda kwa leadership ya bunge, na kwa sababu mimi bado nikahasira huko ndani, ningetaka waende wakiitana to save time. Ya kwanza ni kusema huyu Mheshimiwa Kang'ata is my brother. Wengi pengine wanafikiria nimesimama hapa kwa sababu mimi ni mbunge wa Kiharu. Tulianzana na Kang'ata kitambo nikiwa high school, yeye akiwa counselor, akakuwa my mentor. Pia Genye Kariuki alitushika pamoja na yeye, na tumegrow kama madugu na Kang'ata. And in fact, for those who have visited, Kang'ata wakati alikuwa MP wa Kiharu, in the first 2 years I was his CDF chairman. So rafiki wetu ni wa kitambo. Na huyo jamaa ameitwa Mwaura hapo kwa sababu that is my brief, nikipea Mheshimiwa Kang'ata nikioboreza na yeye. Mheshimiwa Mwaura na Mheshimiwa Kang'ata in 2012 December Christmas tulienda kwetu pale Gaturi Gathukeine, na tulikuwa tunakula buzi Christmas. Na tukikula buzi tukasema lazima tuchore kama tulikuwa tu hivi hivi, because no one was occupying any political position. Saa hiyo Kang'ata alikuwa anavaa t-shirt mrefu kumuliko na hakuwa anavaa socks. Nyinyi watu wa Kiharu mnaelewa hiyo time. Na akasema anataka kiti ya ubunge ya Kiharu. Mheshimiwa Mwaura na yeye akasema anajipanga ati ameona site ya TNA kumejaa, akaingia ODM ndio apewe kiti. Na kwa sababu wote ni marafiki wangu wakafanikiwa. Mwaura akapata MP wa Kiharu, Mwaura akakoroga baba akaponyoka na kiti, na mimi wakaniacha kwa mataa. Lakini hiyo wakati tukachora, tukasoma we are 3 brothers
na hii nchi hatutawahi kuwa nje ya serikali. Sasa vile mnaona Kang'ata ni my brother na ako kule kwa handshake, na Dede Nyoro ni brother yake ako hui pande ingine, na Mwaura ako hapo katikati. Hiyo ni mahesabu tumefanya na tuliagana Mwaura apibie katikati kwenye kutawin, aende aseme alikuwa huko, na yeye Kang'ata akae hapo. Wakifanikiwa watoto wangu hawatalala njaa. Lakini kitu moja walinieleza, wakaniambia kwa sababu I'm the youngest, I go to the camp that is likely to form government, ndio nisiwasahau. So Kang'ata, mimi nakueleza hiyo maneno tuliagree, bado mimi nitatii, na tukiendelea hivyo wewe na Rita na your family nitachunga nyinyi kwa serikali. Nikimalizia, kuna watu wengi wameongea maneno mingi hapa ya siasa, and because I'm a politician ni vizuri niseme moja peke yake. Sisi tulifuga virango na tukaenda Bomas, tukaenda viongozi wote mpaka MCAs, na actually tulikuwa na my governor, we walked with him from the gate. Kuingia pale tukapata document ambayo haikuwa baya, chakula ilikuwa imeandaliwa, na tukasema hiyo chapati usiongeze chumvi na usiongeze moto na usiongeze sukari, na tukasema hiyo tutakula na tutapitisha. Lakini kwa sababu ni vizuri tunawaeleza kama wale ambao mmetupea nafasi, mimi sasa najiuliza, na hii tulikubali sisi wote, kwa nini tuendelee kupoteza pesa ya serikali na kitu ambayo hakuna Mkenya hata mmoja anapiga? Na mimi nikifikiria pengine, and I could be wrong, pengine ile sasa tunakorogewa tuletewe could be different from ile ya Bomas. And what I say out there is what I say in Kiharu, kwa sababu mimi ni mtu wa ukweli. Na kitu moja kama kiongozi wa Kiharu nitakuwa na shida kiasi, nikikuwa ya kwamba nyinyi you will not be having a chance to elect your own president. Number 2, Mheshimiwa Prime Minister, former Prime Minister, mimi niko na bill kule bunge inaitwa guaranteed minimum returns, na hiyo bill I have sponsored. We are drafting with the legal team in parliament. Tuweke bei ya kahawa, tuweke bei ya majani, na tuweke bei ya maziwa hapo ndani mpaka ukulima ulidwe na katiba yetu ya Kenya. So Mheshimiwa Prime Minister, nakuuliza all your MPs, kwa sababu ni marafiki wangu, whip them to support my bill. Ndio hiyo maneno ya ufukara ya wakulima wetu iondoke, na iondoke kabisa. Na ya mwisho kabisa, mimi na watu wa Kiharu mnajua, I was brought up in Gaturi, pahali ambayo shida ilianza, na kufika hapa najua ni kwa niaba ya Mungu na nyinyi watu wa Kiharu. And nikisema hivyo, nasema in all the things we are doing, tukifanya hizi maneno yote tunafanya, lazima tulinde haki ya Mkikuyu, Mkisii, Mkamba, Mjaluo ambaye amefanikiwa akatoka kwao akaenda kufanya biashara Narok, kufanya biashara Mombasa na kwingineko katika nchi ya Kenya, kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote. And we are not going to take it kindly. Na hii ndio kitu yangu ya mwisho. We as the leaders of Mount Kenya, we are not going to take it kindly ya kwamba mtu anachukua microphone anasema watu watarudi kwao, ati hii shamba alinunua hakununua kwa njia mzuri. We want to say hawa watu wote wamenunua shamba Narok na Kajiado na kwingineko akiwa na title yake, there is nobody ambaye atawaondoa huko ati warudi hapa. Asanteni sana. Sasa nitaita Mheshimiwa Mwaura aende akimalizia. Karibuni sana, karibu sana Muthogo wa Roiro, alafu umalizie the other program. Thank you muno watu wa Kiharu, ndimwendete umuthi dinaria maundu ma guku gwitu tono tukuonana ngirehe maceki thukuru-ini tugikira tairo tugiaka bara na maundu mangi. No ni ngwenda gupokeza CS Macharia ambaye yako hapa na ni wa kwetu Murang'a, kwa sababu ametusaidia hapa Murang'a, tumejengewa barabara. CS ukirudi waambie rais tunampenda na nituramuhoera agitwarithia bururi witu na mbere. Na pia nilikuwa nimetumwa na Rabirambi, Deputy President was to come, lakini kulikuwa na mkutano State House wakiwa na President wa Germany, na amekuwa akijaribu kukuja lakini imesidikana, na amenieleza kwa sababu hii kanisa amekuja mara 4 kwenye imebaki
nimueleze vile tunataka tupange ndio tumalizie hii kanisa hapa mbele. Thengio muno na Ngai amurathime. Karibu muthungu wa Ruiru. Bwana asifiwe. Hebu salimia mwenzako mwambie na kupenda sina coronavirus. Kabisa. Thank you very much. Kama hunijui, mimi naitwa Isaac Maigwa Mwaora, kijana mtetezi muthungu wa Ruiru. Na hiyo ni jina nzuri kabisa. Niliona Right Honorable Raila Odinga akibatiza Peter Kenneth Muthungu ya Katanga wakati ya mazishi ya mama yake. Mimi ndio Muthungu ya Ruiru. Najivunia kabisa Right Honorable. Niseme nataka kushukuru sana viongozi wote ambao wamekuja hapa na nitawaita kwa haraka, lakini kabla ya hapo niko na mke wangu, simama tu wave. Unajua nasemaga gari ambayo haina number plate ni ya mwizi. Huyo ni Mukami, tumpigie makofi. That's my wife. Na pia nishukuru kamati ya Nairobi ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja, mimi kama mwenyekiti. Asanteni sana, mmekuwa mkijitolea kwa nguvu na Mungu aweze kuwabariki. Kama ulikuja hapa ukazungumza. Kabla sijaita leadership, leader of minority, leader of majority, alafu tuendelee hapo, ningependa kusema hivi. Hii mambo ya BBI ni mzuri sana, lakini kuna kitu inaitwa political economy. Tunaangazia sana mambo ya ugavi wa mamlaka, na ni sawa kwa sababu lazima tuangalie hivi. Sisi watu wa Mount Kenya tumehesabiwa juzi, tumeonekana tuko watu milioni 8. Ukijumuisha na Wameru tuko watu milioni 10. Ukijumuisha na Waembu tuko watu karibu milioni 10.5. Kura ambazo tulipiga last time zilikuwa 6 million. Sisi tunasema one man, one vote, one shilling. Hiyo ndio msimamo wetu wa Mlima Kenya. Tunataka kuwa na rais ambaye tunachagua. Na kitu ingine, tumeona tunanyanyaswa mambo ya ugavi wa pesa. Ati zile kaunti ambazo hazina watu ndio zinapatiwa pesa zile ambazo ni nyingi zaidi. Tunasema pesa ipatiwe watu, sio miti ama ekari ya ardhi. Hiyo ni muhimu zaidi. Jambo la tatu, ukiangalia wabunge wa eneo bunge la Mount Kenya, tuko tu Central Kenya tuko na wabunge 34. Ukiangalia Mount Kenya nzima tuko na wabunge 67. Kule kwangu Ruiru mbunge mmoja anawakilisha watu 1160. Kama tutakuwa na mambo ya prime minister, tukuwe na ugavi sawa wa viti vya bunge ili watu wa Central Kenya waweze kuwakilishwa vilivyo. Lakini kuwa na mtu ana represent watu 20,000 na mwingine 1,100, I don't think that is fair. Kwa hivyo lazima tuseme ukweli ili mambo yatusaidie. Jambo la mwisho kabla sijaita viongozi. You know, Kwame Nkrumah said, "Seek ye first the political kingdom and everything shall be added unto you." I want to say, sisi kama watu wa Mount Kenya, and as Isaac Mwaora, we say, seek ye first the economic kingdom and the political kingdom shall be added unto you. Watu wetu wanaumia, hakuna pesa kwa mfuko. Uchumi ni mbaya sana. Ukienda pale kwa stock exchange, out of 63 companies, 17 zinasema zitakuwa na profit. Ukiangalia kama ni mambo serikali imekopa sana, pesa nyingi sana. Watu hawana pesa kwa sababu ukienda kwa benki hauwezi ukapatiwa. Mimi nataka kuomba Right Honorable Prime Minister kwamba tukifanya mambo ya BBI tuangalie mambo ya uchumi ili watu wetu waweze kuwa na kitu kwa mfuko. Hiyo ni muhimu zaidi. Watu wetu wamefunga maduka kule Gikomba, vijana hawana kazi. Tutawezaje kuendelea? Na sisi tunajua kujitafutia. Mugekoyo oe gweshari ya pesa yake. Kanatiguo. Niko kanatiguo. Na sasa unaona mambo ya China, sasa tuweze kaenda kwa sababu ya coronavirus. Unaona mambo ya Brexit pia inatu affect. Tukiongea mambo ya BBI, tuongee mambo ya uchumi, na sisi tunasema lazima kura zetu ziko na nguvu na pia tuwe na wabunge wa kutosha. Sitaki kuongea zaidi ya hapo. Kwa sasa ninataka kumuita our leader of minority, Mheshimiwa James Bob Orengo aje aweze kusema. Tumpigie makofi.
kwa familia ya seneta mwenzangu Seneta Kang'ata Irungu na jamii wa mzee Joseph Irungu, viongozi wa kanisa, Right Honorable Raila Amolo Odinga, gavana wa Murang'a, speaker wa Senate, kiongozi wa walio wengi katika Senate Bwana Kipchumba Murkomen, na Wakristo wenzangu. Nina machache sana. Mimi nimekuja hapa nitoe heshima zangu na kuleta rambirambi zangu kama seneta wa Siaya, na ya pili kwa maseneta ambao wako kwa minority, na ya tatu kama rafiki wa dhati wa Seneta Irungu Kang'ata. Wengi hawajui ya kwamba mimi nilimjua Seneta Irungu Kang'ata wakati ambapo alikuwa chuo kikuu, na siasa zake ukiangalia vizuri ni siasa zangu. Anaiga siasa zangu. Hata ukiangalia dini Nyoro, ni vijana wangu. Watakomaa. Na ningependa kutoa heshima zangu za dhati kwa mzee. Tumesoma katika program kazi ambayo alikuwa anafanya. Yeye kwa kweli alikuwa mtu wa biashara, na ameanza polepole mpaka ikafika kiwango ambao amekuwa na hizo biashara ambao tumesoma, na ameelea watoto ambao wengine sasa tunafanya nayo kazi katika kule bunge. Leo mimi sitaki niingilie mambo ya BBI kwa sababu hii si rally ya BBI. Lakini nataka niseme hivi, mimi katika siasa zangu nimekimbia hapa Mount Kenya zaidi ya mahali popote. Hakuna mahali sijafungiwa ndani kutoka Murang'a. Hapa Murang'a nilifungiwa ndani, nikalala hapa. Ngenye Kariuki anajua. Nimefungwa kule Nyeri ndani wakati ambao tulikuwa tunasherehekea Kenyatta Day. Tulikwenda kule na kabando mahali Dedan Kimathi alishikwa, akapeleka mahakamani, akanyongwa. Thika popote, na tulikuwa na watu kama Matiba. Ngenye Kariuki huyu tulikuwa tukija hapa Murang'a kumuona, alikuwa na nyumba nyingine ya gorofa hapa. Tukiingia huko juu, polisi wamezingira, kutoka inakuwa ni ngumu. Na alikuwa mjaluo mwingine anaitwa Oluoch hapa, ambao alikuwa ndio treasurer ya Ford Asili. Na Ngenye alikuwa anasema kama Oluoch hajasema huwezi kuingia kwa bunge. Kwa sababu hiyo ndio Kenya tunataka. Sasa mimi nataka niombe kwa dhati. Niombe kwa dhati. Mimi nilikuwa kwa kesi ile ambayo ilikuwa ya presidential election in 2017. That election petition. Wakati ambao tulikuwa na mzika Matiba, nilisimama nikasema, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Na watu wakapiga makofi sana. Nikasema tena, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, William Ruto. Na watu wakapiga makofi sana. Hii ilikuwa imeamanisha kwamba mambo ya ile historia ya 2017 tunawacha, tunataka tuangazie Kenya ya leo na ya kesho. Kwa hivyo mimi naomba, ukienda mahali ambayo inaitwa United Nations kule New York, there is a plaque there quoting Prophet Isaiah, that you shall beat your swords into plowshares and turn your spears into pruning hooks, and no nation shall rise against another nation, or no people will turn against themselves. Sasa mimi naomba katika zile majadiliano ambayo tunayo ya BBI, mtu asifikirie
ya kwamba tutaingiza mambo ndani ambao wananchi hawatakubali. Ndio tumeomba ya kwamba haya yote ipitie wananchi. Na mimi najua kukutana na ile majadiliano tulikuwa na hapo mbele, hakuna Mkenya that does not want to elect the President of the Republic of Kenya. And if it is the Prime Minister, to elect the Prime Minister of the Republic of Kenya. Hatuwezi kukaa na watu wachache ndio wachague Prime Minister ama the President. The confusion is restructuring the executive. Restructuring the executive simply means that you're bringing the executive into parliament. You're bringing the executive into parliament so that the ministers will operate from parliament, and the ministers will be people who are elected by the people of Kenya so that they are accountable to the people and they are accountable to parliament. Ukisoma katiba ya sasa, ndugu yangu, rafiki yangu, waziri kama Bwana Macharia, they are only accountable to the president. Lakini katiba ambayo tunataka, they must be accountable to the people, to parliament, and to the president. Na si kwa president only. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba majadiliano zetu ni kuleta amani katika Kenya yetu, na mimi kwa kweli nina hakika, kwa sababu tumetoka mbali. Kushake hands the way Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga have done is not very easy. When Mandela shook hands with de Klerk, it was not very easy. When Rais wa kwanza Jomo Kenyatta alikwenda in Nakuru with settlers and he said, "We shall not forget, but we shall forgive." So I urge all Kenyans, we are one people and one nation. Now if you go to my home, my wife is from Mount Kenya, my sister is married in Mount Kenya. Sasa watu wa Mount Kenya wakipata mimi niko ndani. Ama ni aje? So I pray that peace prevails in the Republic of Kenya. Asanteni sana. Gakugeithia na gakunyita ugeni thiini wa tabarĩra ĩno rĩrĩa tũkoragwo tũgĩkũrehera mohiki mwaki makĩrĩu maũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ oro hamwe na magĩkũrinũ. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Kaza kidogo. Thank you very much. Familia ya ndugu yetu Irungu Kang'ata, kwa mzee Kang'ata, viongozi wa kanisa, Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, Right Honorable Speaker of the Senate, Ken Lusaka, the Governor of this county, C.S. Macharia, Leader of Minority Orengo, na viongozi wengine. Muriaga, mimi sitaki kusema mambo mengi sana. Kwanza, mimi hii ni mara ya 4 ama 3 kukuja hii kanisa ya St. Joseph the Worker. Mimi niko kwa ile group ya watu wanasunguka wakifanya harambee. Niko kwa hiyo mrengo. So nilikuja hapa 2016 I think na Kembi Kitura,
nikatoa mchango yangu. Haikuwa mbaya sana, naona kanisa inaendelea kung'ara. Na mimi nikiitwa tena harambee, mimi nakujanga harambee. Mimi sio mtu wa kupinga hiyo maneno. Unajua kuna watu tofauti. Kuna wale wanaenda harambee na wale hawaendi, basi ni namna hiyo tu. Dunia namna hiyo. Na nilikuja siku hiyo na Deputy President na tukakuja last year kwa tena kuomboleza mama. Na mimi nataka kusema pole sana kwa familia ya mzee Irungu. Mheshimiwa Kang'ata niliwaambia last year wenye walikuwa hapa, sisi tulisoma na yeye. Alikuwa Sonu Vice Chairman yetu. Hata nimeona another Sonu Vice Chairman baadaye anaitwa Famba pale, amekuja na salamu za CS wa Malwa, ndio huyo wako hapo. Na yeye alitutetea. Kwa sababu alitutetea sana, akafukuzwa, akaenda nyumbani. Alafu alipofukuzwa nyumbani, nyinyi mkamfanya akakuwa kansla. So tukiwa shule akakuja kutusanya tukuje tutembee hapa Murang'a. Tupeleka prison project juu wapi, tukakuja hapa tukiwa wanafunzi. So urafiki yetu na Kang'ata haijaanza leo, ni huko 2001, 2002 tumekuwa tukijuana. Mpaka yeye akamaliza shule nyuma yangu, ingawa alikuwa class moja mbele yangu, akamaliza class moja nyuma yangu. Kwa sababu Mutula Kilonzo alimsaidia kidogo. Alikuwa amefukuzwa, akaenda kufanya deal kukona, akarudi. Nilipokuja harusi yake, nataka kushukuru mke wake sana, sijui mke wake wako hapa. Kwa sababu Kang'ata hata hakuwa anajua kumatch suit, hata kuvaa tie na nini. Tangu aoe amekuwa kamutu ya kujipanga kidogo. Hata mimi nashindwa alipotea wapi, na mzee ukiona picha zake alikuwa anang'ara akiwa kijana. Naona hiyo vile ana match suit kabisa na amevaa mzuri sana. Kang'ata, kwa sababu hii maneno ya Rastafari ndio ilikupoteza kidogo, lakini wewe ni mtu mzuri. Seneta Kang'ata ako na roho safi sana. Kwa sababu hizi ni marafiki yake, kwa sababu ya roho yake safi. Anaweza fanya siasa na wengine na nini, lakini kwa roho hana ile roho mbaya. Sasa zingine kwa sababu mimi ni majority leader yake na ni deputy whip yetu, anaweza piga kelele kidogo nini kidogo, basi nikimwambia hii ndio njia ya Uhuru Kenyatta, anarudi ile ya Uhuru Kenyatta, hataki kwenda kando sana. Orengo sometimes anataka kuconfuse yeye kidogo, lakini mimi namwambia kawa hii ya Uhuru Kenyatta. So we want to appreciate mzee Irungu analala hapa. Kwa sababu inasemekana kwamba mti hujulikana kwa matunda yake. Na matunda yake ni pamoja na mtoto wake huyu. Amepata marafiki wengi, huyo mti umemea, umepata kutuletea shade, na that shade includes Irungu Kang'ata ambaye ni rafiki yetu. Sisi hapa tumekuja kusema pole na kuonyesha pia siasa sio siasa tu kwa sababu unataka kura ya mtu. Siasa pia ni urafiki. Ndani ya siasa huko ndani tuko na marafiki. Na tunalia pamoja tukiwa na shida, tunafurahi pamoja tukiwa na furaha. Kwa hivyo hiyo ni yangu, nimekuja kusema pole. Nyinyi mnajua msimamo yangu. Mimi ni majority leader ya Uhuru Kenyatta. Mtu yake ya mkono hapo chini kidogo after deputy president, mimi niko hapo chini kwa Senate, na sisi tunafanya kazi na yeye. Na mimi nakubaliana na ile Peter Kenneth anisema, tuheshimu rais. Tuheshimu rais. Kwa sababu tulipopigia kura Uhuru Kenyatta tulikuwa tunajua kazi yenye tunafanya tulifanya nini. Let's give maximum respect to the president. Na njia moja ya kuheshimu rais ni kuheshimu pia naibu wa rais. We must respect all of them as a team. Kwa sababu kuna watu wengine wanazunguka wanasema unajua Uhuru Kenyatta ni mzuri. Yeye kama Uhuru Kenyatta ni mzuri kwa kila kitu yenye aliamua. Hata kuamua kufanya kazi na William Ruto ni uzuri yake ndio hiyo. Wewe heshimu pamoja na hiyo. Usiseme ugawe hii, ugawe huyu. Na tuache siasa. James Orengo amesema vizuri, tuache siasa ya fitina, ya kugawa watu. Nyinyi watu wa NASA shikaneni pamoja, msiwache Mudavadi na muache Kalonzo, mshikane pamoja, sisi tushikane hapa. Tuendelee. Sera yenu muweke manifesto yenu moja, sisi tuweke yetu. Tuendelee kushindana Jubilee pande huu, NASA pande huu, ndio tuache siasa ya ukabila. Ile yenye mtu anarudi anasema nimerudi kabila yangu, nimerudi upande huu. We want a country where people are united. We in Jubilee will protect President Uhuru Kenyatta's vision
and his deputy, and will protect the unity of the country. And we expect our friends in NASA to do the same, so that the politics of the country will be competition on issues, not competition on positions and tribes and all these other things. Na ndipo nasema Mheshimiwa former Prime Minister, mimi nilikuwa mtu yako ya mkono, na mimi siwahi kuficha hiyo, nilifanya kazi kwa ofisi yako. Wewe umekuwa sasa statesman hapa juu, nashikana na Uhuru Kenyatta hapa juu. Usiingie hii siasa kidogo kidogo kama hii ilikuwa Narok. Hiyo inakuharibia jina yako. Mimi nasema tu kweli. Usiingie, wewe kaa hapa juu. Unaona, mimi niliona kwa masikitiko. Mimi nimeoa tu hapa Nyeri, si mbali. Bibi yangu anatoka tu kilomita kidogo hapa. Mimi ndio mudhoniwa. Sasa watu wakianza kusema kama wewe ni Mkikuyu uko Narok, rudi penye ulitoka. Wewe Mkikuyu uko Kajiado, usiombe kura hapa, ati mnaambiwa muende mfanye mpangie mambo yenu Murang'a. Sasa mimi watoto wangu watakwenda wapi? Kwa sababu wako na mguu hapa na wako mguu upande huu. Tuache hiyo siasa. In fact, if there is something that has dented the image of BBI, it's a conversation that divides the country between kabila hii na kabila hile. We want to leave that kind of conversation. Kwa sababu tusidanganyane, hao wa Kenya sio wa kabila. Ni sisi wanasiasa ndio tunaleta huu kabila. Wameru wamechakua Muhindi kuwa mbunge yao second term. Wakikuyu wamechakua Woria kwa Nanyuki akuwe mbunge yao, ako bunge na sisi. Wajaluo wamechakua Woria akuwe mbunge yao huko Migori. Wamechakua Muhindi kwa Eldoret town. Sisi huko Eldoret tumechakua Muhindi amekuwa mbunge wa Kesesi. Mimi majority leader ya Uasin Gishu ni wa county assembly ni Mturkana. Ngawaje they don't vote in Uasin Gishu. Kenyans are wise, they are not tribalists. It is us leaders who must stop this conversation, their tribalism, and unite the country to take it forward. Na kwa hivyo, mimi niliamua nitaenda maralis ya BBI. Niliogopa tu ya Narok kwa sababu walipanga, kulikuwa na kitu kama violence kidogo. Na ile ya Garissa uliona vile ilikuwa haikuingiana vizuri. Lakini tuonane hapo Meru ndio tuweze kupanga Kenya pamoja, tuendelee kujenga nchi yetu kwenda mbele. Na unajua yeye former Prime Minister, nilipofika Mombasa nikaona network, nikaona vile inakaa, nikasema baba, nikafunguliwa mlango. So hata kwa upande huu sasa ndaenda Meru, na kwa sababu baba yetu ni Uhuru, ndaenda kusema baba huko, tushikane pamoja, tupeleke nchi mbele, tupeleke taifa letu iende mbele. Mimi sina mengi, tunawapenda. Kang'ata, tunakupenda. Wewe hujakaa Senate vizuri kwa sababu wazazi wako walikuwa unwell. Tunamwambia mzee aende safari njema. Sasa wewe utapata nafasi ya kubreathe, tukae pamoja kama kikao katika bunge, tuendeleze ile vilu. Na umeng'ang'ana sana, despite the fact that both parents were unwell, you have worked so hard. Sasa ukirudi, ukuje, tupange, na usiende, ile maneno ya Ndindi usikubali, hiyo ni mtego. Anataka wewe utoke nje. Kaa tu na mimi na Uhuru na Ruto, tutaenda mahali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Makofi tena kwa majority leader. Na kwa sababu nasikia wewe majority leader wewe ni mudhoniwa. Minority leader James Orengo pia ni mudhoniwa. Tunaomba kama nyinyi ni wadhonia wazuri, umake sure interest za Mount Kenya ziko kwa BBI na hii region haijalose chochote, itasonga mbele. Ama namna gani? Kwa sababu hata sisi tuko na interest, ama hatuna? Tuko na hizo interest. Kwa sasa nitamuita mwenyeji wa hapa actually. Governor wa Murang'a, Dr. Mwangi wa Iria, Nowera tu akuja tu address. Tumpigie makofi akija. Karibu governor, na ukimaliza governor akimaliza amuite speaker wa Senate, ama CS, alafu Right Honorable Raila Odinga. Karibu. Asante sana. Bwana Mungu asifiwe. Najua tumechukua wakati sana. Najua leo ilikuwa siku ya baba ya Kang'ata, na lazima tujaribu kuheshimu hiyo kidogo. Kwa sababu inaweza kuwa mambo mengi, we lose the essence of the function. Mimi sina mengi ya kusema. Kwanza ni kumwakaribisha nyote katika kaunti yetu ya Murang'a, na
Ya pili ni kutuma risala za pole kwa jamii ya seneta wangu Irungu Kang'ata. Hiyo nyingine ningependa kusema neno moja tu. Hii mambo ya mageuzi tumekuwa nayo kama taifa tangu wakati wa mzungu, na kila wakati tukitaka mageuzi, na nilisema hivyo kitambo, ilikuwa ni vita. Tukapigana na mzungu, damu ikamwagika, watu wakafungwa. Mageuzi ya pili, kabla ya tupate hii katiba, tukapigana na enzi ya Moi na wengine, akina Raila wakafungwa, akina Kenneth Matiba wakaumizwa, na tukapata katiba mpya. Sasa tuko katika enzi ambayo kiongozi wa taifa hastahili kusurutishwa. Amekaa chini bila ya michale, bila ya buduki, bila ya kelele nyingi unasikia hapa, akaandaa meza ili tuiangazie katiba yetu mpya, bila ya kukibizana huko town, bila ya watu kufungwa, na akaandaa meza. Nafikiri wa Kenya hatujazoea hiyo. Tumezoea ile ya kufungwa, ya kutishana, ya kuwa detained, because we are not supposed to be hearing any noise now. What is the noise for? Sasa ni wakati ya wewe ufikirie mambo ya watu wako, mambo ya Wakenya, uweke kwa meza, tujadiliane, tumalize hiyo mambo. Lakini ya wanasiasa kujitia pumzi, kujitia nguvu, hiyo iliisha. Hakuna vita sasa, my brothers politicians. Sasa ni wakati wa sober discussion. Wewe ukiwa na lako, wekelea kwa meza, mwingine awekelee kwa meza, wacha kuangalia mwingine. Hatimaye kamati iwekwe, tumalize hii mambo. So politicians, hiyo mambo nyingi ya mawindano mimi sioni. Nituwekelee kwa meza, wewe useme yako, kama ni mzuri weka, itaangaliwa, kama ni mbaya weka, itaangaliwa, na wacha kuelekeza alama, kidole cha alama kwa mwingine. Hatujamaliza hii game. Hata hiyo mambo ya nalok, hiyo sio mambo ya kutufanya hapa tu discuss. Hebu mtu aseme, atasema, usiku itakuja, tutaekelea kwa meza, ile mzuri ni mzuri, ile baya ni baya. So politicians, stop wasting Kenya's time. Utapigiwa makofi video, lakini you are wasting our time. Hii katiba mimi najua lazima irekebishwe. Ile ya muhimu ni ile yetu ambayo tunataka ingie kwa katiba, tusukume, tupiganie iingizwe. Lakini sio sarakazi. You are wasting time kuchekesha watu, sijui kupigana na wale wengine. Ile ya muhimu ni hiyo mambo tatu. Watu wa Central Kenya wanataka ni gani? Tuweke hapo. Na tuhakikishe kwamba mpaka document ya mwisho itakuweko. Tutafanya sarakazi, hata ile tunataka tutapoteza, because we are joking. Mimi nafikiria hivyo tu. Hii story mingi excitement itaisha, na ile ya muhimu haitakuweko. Na kwa sababu naona watu wana appetite kubwa sana, na ni mzuri, tunaenda Meru Saturday, lakini hatujasikia siku ya Central. Tupewe siku, kwa sababu si yeyote ambaye ataweza kwenda Meru. Tukusanye hapa Central, hapa Nyeri pia, watu wajitokeze, tupeane maoni yetu, ile ambayo itaweza kuwa kwa katiba mpya, iwe imetoka kwa mwananchi. So my prayer is, as we all head towards Meru, na tutaenda hii Saturday, tuwekewe siku nyingine yetu ya watu wa ile Central, ile ya ukweli hapa katikati, na headquarter yetu ni Nyeri. Kwa hivyo mimi, kwa sababu sijasikia hiyo siku ikitanjwa, mimi naomba tutaenda huko ndio, na sisi ni madugu na madada in the wider Gema region, lakini ili ikaribie mwananchi kabisa, tupewe siku ya hapa Nyeri, tukuje tujadiliane ili tuseme yetu. Nikimalizia, najua Bwana Macharia ana ujumbe kutoka kwa rais, na huo ndio utakuwa ujumbe wa mwisho, because yeye ndiye baba wa taifa. Kwa wakati huu nitamuita speaker wa Senate akuje atoe labilabi yake. Basi asante sana Right Honorable Raila Amolo Odinga,
wajumbe ambao wako hapa kukiwa na senators na members of National Parliament, kanisa takatifu, mimi nitakuwa ufupi sana kwa sababu kama speaker mimi siingii mambo ya siasa, mimi naunganisha watu. Nileta rambirambi zangu kwa senator mwenzangu Kang'ata kwa kumpoteza baba. Last year tulikuwa hapa tukimsindikiza mama na tumekuwa tukiendelea kuomba, lakini vile Mungu amefanya yake tunamwachia Mungu. Lakini ukiona the Bible is very clear kwamba Mungu anasema ata protect orphans. Kusoma Psalms, kusoma John, hizo vitu zote ziko pale ndani. Kwa hivyo tunajua Mungu atakubariki, na mimi nimejua Seneta Kang'ata kitambo kidogo. Vile mnajua wale mmekuwa around for some time, in 2005 to 2008 nilikuwa DC hapa, nilikuwa mkuu wa wilaya na senator akiwa kansala. Alinisumbua kidogo lakini tulipelekana vizuri na tumekutana tena katika bunge. Namshukuru, is a very lively senator. Hata akiingia kwa bunge lazima ujue Seneta Kang'ata ameingia, kwa sababu there will be some disturbance akiingia, lakini ni mtu wako na roho safi. Nikienda kumaliza, mimi najua siwezi kuongea sana mambo ya BBI kwa sababu itakuja katika bunge, na ikikuja katika bunge tutajadiliana. I just want to say one thing, that model, mimi mwenyewe mwezi huu na Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta tumekuwa Marekani tarehe 6. Mheshimiwa Raila akatoa speech, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatoa speech. They were invited because it's a model ambayo dunia mzima imeadmire kwamba you can compete, but at the end of the day you can still come together and put your country forward. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwamba kuna nchi nyingi sana wameanza kuuliza Kenya ilifanya namna gani. Nimekuwa na speaker wa Zimbabwe akasema Kenya mlifanya namna gani, ndio viongozi wakarudi pamoja kusalimiana hata baada ya kura. Kwa hivyo I want just to thank them, the two leaders, for that initiative, na imefanya hata wakati ule tulikuwa tumeanza bunge ilikuwa moto sana. It was very, very difficult, but because of that initiative hata bunge imekuwa manageable in a very good way. So I want to thank the two leaders and to thank everybody that let us use that initiative to bring the country together and not to divide it. Kwa mzee ambaye ameenda, tunajua siku moja tutakuja pia kukutana. On behalf of the Senate, Senator Kang'ata, I just want to say pole and may God give you strength during this difficult moment and fortitude. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu ningependa kumwalika Right Honorable Raila Odinga, yule baba mwingine wa handshake, ili atuletee labilabi zake. Seneta Kang'ata Irungu na familia, viongozi wa kanisa na viongozi wote na wananchi kwa jumla, hamjambo. Mwadhani akumio, Yesu akumio. Nimekuja kwa sababu ya Bwana Kang'ata. Yeye ni rafiki yangu, na nilipopata habari ya kwamba amefiwa nikasema mpaka nitafika. Na yeye vile vile ametoka mbali, vile imesemekana hapa. Alifukuzwa kwa chuo kikuu wakati lingine. Tulipoingia kwa serikali na Kibaki tukasema wale wanafunzi wote ambao walikuwa wamefukuzwa warudi katika chuo kikuu. Ndio yeye akarudi akamaliza masomo yake. Na sasa yeye ni wakili. Sasa mimi nimejua kuifiwa kwa baba na mama vile inakuwa chungu sana. Mama yangu alifariki nikiwa niko korokorini huko, na nikaambiwa baada ya miezi 6 ati mama alifariki. Mimi najua ni chungu sana. Kwa hivyo nasema poleni sana. Sasa mimi leo sijakuja kwa mambo ya siasa. Nimekuja kwa kanisa kusema pole. Nimeongea na ndugu yangu Uhuru Kenyatta nikitoka Nairobi. Akaniambia nikifika hapa nilete salamu zake. Ni sala ya rambirambi ambayo itasomwa na Bwana Macharia. Mmepokea?
Unapokea? Sasa watu wengi wameongea mambo ya handshake. Juzi tulikuwa huko Washington, wanasema nyinyi mnapata dawa gani ya hii mambo ya handshake? Tukasema kujeni Kenya tuwafundishe. Na kule Amerika Trump anaingia kwa bunge na speaker anakataa kusalimu speaker. Speaker anapeana yeye mkono na anakataa kumsalimu. Baadaye kuongea namna hii, speaker anachukua ile speech yake yote na rarua hapo kwa sababu ya chuki. Sasa hii mnajua, baada ya ile uchaguzi ulipofanyika, mimi na Uhuru tukatafutiana na tukakaa chini tukaongea kwa muda mrefu, tukakubaliana ya kwamba Kenya hii iko na chuki mingi zaidi. Kuna Wakenya wamekufa, wengine kwa sababu ya mambo ya ardhi, wengine kwa sababu ya uchaguzi, wengine kwa sababu ya ufisadi na kadhalika. Kenya imewacha gurudumu ya maendeleo, imewacha ile reli pale ambayo iliwekwa wakati tulipopata uhuru. Ndio sababu tukasema turudishe Kenya kwenye reli. Tusema basi tuunde kamati jopo kazi izuru Kenya yote, tafute maoni ya watu. Hiyo jopo kazi ilikuwa inaongozwa na Bwana Yusuf Haji. Ikaenda nikatoa ripoti. Juzi tukazindua kule Bomas of Kenya. Sasa tukasema hii ripoti natakikana, ni kubwa, karibu pages 200. Wananchi wengi hawana saa ya kusoma hii ripoti. Tuwapatie wananchi fursa kwanza kuketi vya wachache, waelezwe na wataalamu hii ripoti nasema nini. Baadaye wakishaangalia, baadaye tuende kwa mkutano wa hadhara tuongee na wananchi. Sasa hii gari ya moshi ilianza safari huko Kisii, Nyanza. Kule wa Kisii, Wakuria na Wajaluo waliongea. Kutoka pale ikaenda Kakamega kule Ingo. Waluhya na Watesi waliongea. Ikaenda Mombasa. Watu kule wa Mombasa wakaongea. Ikaenda kule Kitui, Wakamba wakafoka. Tukasimamisha kidogo wakati tulikuwa tunaomboleza Nyayo. Tukapeleka hii mtambo kwenye workshop kidogo. Baadaye sasa juzi ilikuwa Narok. Wamasai wamekohoa. Sasa juma hii Jumamosi itakuwa kule Meru. Wote mlima Kenya watapata nafasi. Baadaye itaenda Nakuru. Tarehe 7 itakuwa hapa Nyeri, watu wa Central. Kaongea ile kitu nasema ni demokrasia. Tunataka Kenya mpya, mpaka Wakenya wapewe nafasi ya kusema. Wakohoe watoe makamasi yote. Mwingereza mmoja mwanasiasa alisema juu ya demokrasia that I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. Kwa hiyo umesema hiyo, sijakubaliana na wewe, lakini sio umesema. Watu wanasema ati Wakenya wanatusiana, wanaweza kubila. Hakuna. This is how we can build a strong foundation for democracy. Manake wewe sasa ile unazuia hiyo mtu aseme ako na hii chuki ndani yake. Wacha kohoe. Tutatafuta dawa yake. Tuko na dawa yake. Mtu mmoja amesema namna hii Kenya itamalizika kesho. Ati mtu mmoja amesema hapa namna hii. Hapana. Let us have a democratic conversation. Murkomen, tutakuja Eldoret. Na nyinyi mtapata nafasi vile vile kule kuongea mambo yenu.
Sema ni yote, sema ni yote. Hakuna mtu anazuia kusema. Hii ni tunataka iwe Kenya mpya. Ndio sababu tumesalimiana na Uhuru. Niambia Uhuru, simama pale, Raila asimame hapa. Hii sio imejaletwa ili ati ile Raila awe rais au Uhuru awe waziri mkuu. Hapana. This is for posterity, for the people of Kenya. Ati inaonekana imeletwa ili wengine Raila sije nini namna hii. Hapana. Tuwaambie wale watu ambao wanahamaki, tulia kwanza. Wacha tutengeneze. Kama unataka kuwa rais, nafasi itakuja. Utakuwa kwa kiwanja. Mtapimana ratili. Mimi nimeshakuwa kwa kiwanja ya kugombea rais. Simekuwa. Lakini najua yale ambayo yamefanyika. Hapa hii Kiharu mimi nimekuja hapa na Matiba. Tumetembea na Matiba hapa Kiharu. Kila mahali. Wakati ile ambayo shida ilikuwa mingi zaidi. Matiba alishikwa na akapata madhara kule. Mimi najua yale yamefanyika kwake. Nairobi tulizika juzi. Hawa watu tulikuwa nao wakati lingine. Kwa hiyo tunataka yale yote ambayo yalifanyika wakati ile isifanyike tena katika taifa letu la Kenya. Na hakika Uhuru akisimama na Raila amesimama, tutaweza kuunganisha Kenya na Kenya itakuwa moja. Asanteni sana. Karibu bwana nani? The clergy, the family of Mzee Irogo, Mheshimiwa, former Prime Minister, my governor, Speaker of the Senate, leader of majority and minority in Senate, andũ aitũ a Murang'a mũrĩaga, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe ateti nĩ maria na maria mũno, tũtigũcokera ũrĩa maria. Ũrĩa ingiuga no ũmwe tu, atĩ ndiretĩkania na ũrĩa governor auga, tondũ governor atwĩra atĩrĩrĩ, nĩ kũrario mũno 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 mũno, no gũtirĩ mũndũ ũraria ũhoro wa maendeleo. Ũkaigua siasa mwena ũyũ, siasa mwena ũyũ, no gũtirĩ mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, ciana iria ciĩ harĩa rĩ, gĩthomo kĩao rĩ, makarĩkia rĩ, kana magathoma atĩa. Gũtirĩ mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, thibitarĩ ya Murang'a rĩ, ĩna ndawa. Gũtirĩ mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, kahũa gakinyĩte kũ. Gũtirĩ mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, macani makinyĩte kũ. Kwa hivyo, as politicians, as we talk about all these issues, please, me being a subject of you politicians, let us also focus on development. Because with development and unity of our people, other things will fall in place. And I know, Mheshimiwa, former Prime Minister, you have made a lot of sacrifices for this country. Mheshimiwa Orengo has done the same. In fact, I recall one of the most famous pictures, photos, which we have seen, ni Mheshimiwa Orengo akiwa juu ya Land Rover kule Kamukoji. Those are sacrifices. We remember Mheshimiwa former Prime Minister akiwa na mapingu. Those are sacrifices. So, as we discuss politics, let's not forget one thing. Tunataka unity. Unity of our people. We want sacrifices and we want development. With that, other things will fall in place. Before I read this message of the President, allow me, jokerie Seneta Kang'ata, gatho nyingi muno, tondu being my senator, he has stood by me. I lost my father 2.5 years ago in their campaign.
campaign ya 2017. Na Seneta Kang'ata aumire kuria aumire, siasa was very intense that time, and he came all the way kuria gwitu Kigumo. And so we cannot forget that. And like the Senator Orengo said, you know the tree by its fruits. And looking at this gallant family, we can tell how Muzee was in terms of sacrifices and development. Namwero ne de nyoro, this smart choir, the Toria nake, na toga indeed twetekera uniform yo ntukugura, nitukugura, na choke twake kanithoyo. Todo adamu toe ni da tukire kiganio gya CPE goku Kiharu. This eneo bunge ya Kiharu, Mheshimiwa Prime Minister, this is where I sat for my KCPE, 1972. So I cannot forget the people of this constituency. Allow me now, because after I read this, we cannot say anything else. This message is from the President, the head of state. Ameandika kama rafiki na kama head of state. Rafiki kwa sababu mnajua wakati Kang'ata senator alikuwa anafanya harusi yake, rais mwenyewe alienda mwenyewe. Hata nimeona kwa kitabu hii picha iko huko. Mnakumbuka wakati alipoteza mama yake, rais alienda kule nyumbani. And so Rais Kenyatta treats Kang'ata like a friend. Na nikimugiririkana andũ aitũ, mkumbuke wakati ya campaign, Kang'ata alikuwa na slogan, ilikuwa inaitwa ni Kenyatta now. Ni Kenyatta now. And so they are bought by the hip. So this message is from the head of state, but also from a friend, Wadani. He could have been here, but he's hosting the German president this morning. So let me read the message of the head of state. It's from State House, Nairobi. A message of condolence to the family, relatives, and friends of the late Muzee Joseph Irungu Mwangi. It is with grief and a deep sense of loss that I learned of the death of Muzee Joseph Irungu Mwangi, and I send to you this message of condolence and encouragement. The death of Muzee Irungu leaves a huge vacuum among us, which will be hard to fill. He was a great man who was dedicated to improving his community. For more than 6 decades, his commitment and consistency impacted positively on the lives of the people of Murang'a County. What distinguished Muzee Irungu from others was his ability to understand the challenges of the times, to grasp the most critical questions of the day, and ably articulate them in a simple and reasonable way for his community to relate and sort out homegrown solutions. This approach enabled Muzee Joseph Irungu Mwangi to inspire and give guidance in both vocational and development issues. He was a true role model of what can be achieved through technical and vocational education and training. Many young people in Murang'a town acquired their first technical skills at Muzee Irungu's workshop. His simplicity and readiness to share his experience and the technical prowess with younger generation endeared him to many. As a pioneer metal fabricator in Murang'a town, Muzee Irungu trained and created employment opportunities for hundreds of youth. Muzee Irungu was equally a devoted Christian, and we will remember him for the role in spreading the word of God.
We appreciate his contribution of personal resources that facilitated the construction of Mobi and Gadeja Catholic churches. In the fullness of time, Mzee Joseph Irongo Mwangi and his wife, the late Margaret Wageshi Irongo, brought up a distinguished family. His family members, as you know, including Seneta Irungu Kang'ata and his siblings, emulated their parents' rectitude and served this nation with an unparalleled distinction and continue to do so. Mzee Irungu was a person of enormous influence and outstanding ability. Many will miss his wise counsel, guidance, and leadership. Although he has left us, his inspirational life will always remain a shining example and legacy to his family and the community which he served with dedication. As days turn into weeks and weeks into months, may the love and support of family and friends continue to comfort you. And most important, may the special memories you have of him help you cope with this loss. May you take solace from the word of God in Revelation 14:13, which says, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead, which die in the Lord, from henceforth, say the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. May you find peace and comfort, knowing that Mzee Joseph Irongo Mwangi has found rest in the arms of the Lord. May the Almighty God rest his soul in everlasting peace." Signed, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, on the 23rd of February, 2020. God bless you. Thank you very much. Tupigie Rais makofi. And thank you very much, CS. Amaritwa njitagwo Homo Mwangi, muikariri giti wa Tana Water Development Agency, riria area nyi rugamiririe ruhonge rwa mai section ino ya Mount Kenya, twina county ithano, Nyeri imwe yacio. Guku tuli gwitagwo Mathira thiini wa Nyeri County. Muradi uyu tuli witagwo Iria-ini Water Project, ni muradi wina miradi ingi itano thiini rungu waguo uria unyitite itura riri riothe ria iria-ini. Aikari a guku iria-ini ni kindu tukiciria ni kindu 50,000. Andu aria turenda guteithia na mai maya ni micii yothe ya iria-ini tondu gutie mucii turarugirira. Na project ino muigana wa kimbeca wina kindu milioni 100 ria mbeca iria hetwo ni thirikari gokira Tana Water nigetha tugerie gukinyia mai maingi kundu kuingi uria gungihoteka. Nie ndi chairman wa Tana Water, twaikara thi na aikari itura riri tukirikanira tugure miberethi, twagura miberethi turehe tucoke marute riba ona ko riba ino ni irarihwo nigetha tugerie kunyihia mbeca iria contractor angiekira iguru, tugerie kuruta wira muingi na mbeca nini. Wega wa mai ni kurima tondu ni hakwa ciana ciakwa thomithitie na mugunda mahinda maria ndekirire mai ngahanda kindu ngendia
ngathomithia ciana ciakwa nginya form 4. Nĩ tũrona tũngĩhe andũ a gũkũ iria-inĩ maĩ nĩ makũhota kũrĩma tũirio makona twa kũrĩa na iria ingĩ tondũ tũrakĩirwo thoko nene mũno Karatina iria ciatigara makagetha magatwara haha thoko mũndũ akona kang'otore gake nĩ bei ya maciaro ma kahũa na macani nĩ icokete thĩ mũno na tũgeciria rĩu mũndũ angĩkorwo